Na ikiwa siku ya mwisho mwezi Januari tarehe 31 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge na tunaanza na taarifa za tanzia kutoka kijiji cha Bigege wadi ya Bugusero katika bunge la Kitutu Chache South County ya Kisii, mahala ambapo mwalimu mmoja wa shule ya upili alijitia kitanzi katika njia ambayo ni ya utatanishi ambayo imewatatanisha familia, huku akisema kwamba wanaomba uchunguzi wa ndani ufanywe ili kujua kile ambacho kilimpelekea mwalimu huyo kujitoa uhai. Haya ndio walikuwa nayo. Tato mwabo no batikarete no mwana uyu gaiga tato mwabo bakaragera no mwana uyu bonekero mwana chikoboka bono mambia oigwesimie korera mamu mwabo aka bonekera ko mwana obogorie simu umubori ngakyo gori simu tato minonga yo omataitata tayo bono narierio bacha banyoranga eng'enterete ali sukunyuma gesona kibunare igatari gamba mangana mange buna boneke namanya ngo mukwani eriko oitaba ngakiki cyana mukari yana bakuruga cyana mukari aseri etari utani asobosabi kibwe radio bono igona boto kumetina na boto cyane tasegenteke asengenjo yo gweita kwa eriki nyakundi aiga gesona mwaye eng'entete kabisa ndabe getengori nande itete okego nje buna mu maete no muntu muya amo no mungino wa kolega asingia bale buya tigalenda mangana nyasa ronto kumanya. Tukiwa bado katika kaunti ya Kisii, siku chache baada ya aliyekuwa waziri wa michezo katika kaunti ya Kisii Daktari Alfred Ndema kujiuzuru, sasa gavana wa kaunti ya Kisii aliongoza hafla ya kumwapisha waziri mpya wa michezo ambaye ni Daktari Timothy Arege ambaye aliapishwa jana, na haya ndio walikuwa nayo katika hafla hiyo. To be served. Number two, we have not given you this position as a Omagetut. We have given you this position because we believe you will be able to be a new force in my government. However, I call upon you to really help me deliver my manifesto. Ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru gavana wetu kwa kutupatia hiki kiti pale Monyerero. Governor, we are very grateful for considering the people of Monyerero. Tuna imani kwamba mheshimiwa Arege atakuwa anafanya kazi nzuri katika sekta hiyo ya michezo na sanaa. Lakini tukitoka kaunti ya Kisii tunaingia katika kaunti ya Nyamira katika eneo lile la Nyansiongo, baada ya wakulima wa majani chai kujitokeza na kusema kwamba hawapati marupurupu ama bonus ambayo inafaa, na vile vile kusema kwamba wale viongozi ambao wanafanya kazi ama officers, field officers wafanye kazi ambayo inafaa. Tuwasikize. Samarita ngoro kwa Jeni Nyambeki NS16 number 516 eshida roto gwate secha yaito abo koranga ngotema tori gotori chaingia lakini abagiriga chabago chabato tebie chainembe batu eni kare chinga tori chaingia egere na moranyore bonus ingia bonus keguika twanyoranga pesa nji yororo abantu bakoro kunga field service officers bali bakoro kuna bwa bagiriga chabago ngo cha mogondo batosemi buna bali minga kito wenda gotori chae ntwana kobarara. Number 2, ndo bwa abantu bakoro kunga inspection officers bagoje tundu bali yakere twarentire chae abantu raba tokomanyanga egasi yabo buyo nereri because etokoje twabanyore tundu balia. Tukiwa bado katika kaunti hiyo ya Nyamira, mahala ambapo aliyekuwa waziri mwenye mamlaka makuu zaidi katika serikali ya mpito Daktari Fred Matiang'i anatoka, sasa azima yake ya kuwania urais mwaka wa 2027 inaendelea kupata uungwaji mkono. Wa hivi punde ni wawakilishi wadi wa zamani ambao walijitokeza na kumpigia upato wakisema kwamba anaweza na ako na uwezo. Gakia ba minto obo mubombo gusita gatutware epati esaigeyemo nande imoma eto mwana minto na tiabe pati elia nanga batewa lakini tumusapoti umusike daktari Okengo Mati ketware kuborie community aswa ando se bale Kisii na Nyamira na isiko abana baito bakinire batagete chikura last time ingakieye na tutagete kumanyanga mbare ngatore tukwananga Matiang'i terena gosemagara terena gosengotenena tutagwa chikura onde bwenshi ikire myaka 18 IBC abe in place osenguchire kobekwa ekirenga kirie goika
kamoranche tuensto soke ntokwana bo saige karwa chikora chikura tutokentoi na basai twabere toko ba sideline nje ngo sagonye onye ale nkonyarekana serikali beka IDC abana beto onyora chigasi abangina ntutibwe chaya ntutene netu akeko kweso uli tutagetabe kiongozi ase ntubona busindu twamwire Fred Matiang'i nere acha totebia abangina nekiatageta abangina kwa ntu aba. Tukiingia katika elimu baada ya mtihani ama matokeo ya mtihani wa mwaka wa 2024 ya KCSE kutokea na baadhi ya shule kutoka eneo la Gusiland kufanya vizuri zaidi. Shule ya Our Ladies of Lords, shule ya Nyabururu ya wasichana ilifanya vizuri zaidi katika masomo ya lugha, wakati ambapo shule tofauti kutoka eneo la Rift Valley, Nyanza, Western zitakuwa zinakongamana katika shule hiyo siku ya Jumapili ili kujua ni kipi kile ambacho walifanya ili wakapita zaidi. Tunasema kwamba benchmarking ili kujua watafauluje vile ambavyo shule hiyo ya Nyabururu ilifaulu. Tusikize walimu wa shule hiyo. We have a function on Sunday, a workshop, an organized in the department ya languages, Songo nege Swahili. A function ine gento ekenene mono kigo cha kwabase county yetu ya Gusii, because we also expected bado mbago cha kurujisa mbali cha Nyanza, Western and sehemu mbalimbali cha Kenya cha attend function ya Sunday. So on Sunday, because of good results, ntakawate function ni nene sana. The all of Nyanza, because teachers from Nyanza, Rift Valley, na Gusiengi manawakarega. Enemeri megereta Nyabururu ya korabu ya nationally ya samatemu. Muna bono mwako erete mulimo kwiga Swahili obwate mini ya 10 point na umulimo kwiga Songo obwate mini ya 9 point something. Ejinechi mini chire goromono jisukuru chinyinge jitari konyongala. Furaha iliyoje wakati ambao tunasikia kwamba kuna shule zinakuja katika eneo la Gusiland ili kujifunza mengi, yani benchmarking. Ni furaha sana, lakini tukiwa bado katika kaunti ya Kisii, serikali ya kaunti ya Kisii hasa katika Wizara ya Afya ilitia sahihi kandarasi ama kushirikiana na shirika lile lisilo la kiserikali la Ruala Community Health ambalo linasaidia sana kina mama wakati wa kujifungua, na kusema kwamba watakuwa wanashirikiana na Wizara ya Afya kutoka kaunti ya Kisii ili kuhakikisha kwamba wamama na wagonjwa wanapata matibabu vile ambavyo inafaa. Tusikilize. No mogoko monene sana twanyarire kurikira nanse ne NGO enene kolegasi ime ya South Nyanza asa mangana yo kurigereria oroiboro ntoma yetenga abantu baita abange abangina baita abange banyare bako cyandika sana kere bare. This collaboration between Luala and Kisii County Government will ensure that we are adding to the protocols for management of PPH, including the use of non-pneumatic anti-shock garment as part of PPH management, training healthcare workers on emergency obstetric and newborn care, and improving mentorship process. Na mtaniruhusu niingie katika taarifa za kitaifa, wakati ambapo chama cha ODM kimekuwa na mkwaruzano huku viongozi ndani ya chama hicho hawaelewani, wanazungumza ndimi tofauti, lakini wa hivi punde ni naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye ni gavana pia wa kaunti ya Kisii Bapora Arati ambaye amejitokeza na kumtetea Secretary General ambaye ni Edwin Sifuna ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nairobi kuhusu matamshi yake kwa wale ambao walijiunga ama wale ambao wanazungumza na kumpigia debe Rais William Samoei Ruto ili hali wapo katika chama cha ODM ambacho ni chama cha upinzani. Tumsikize gavana. Upon all those other people outside there who are making noise, leave Senator Sifuna alone. He speaks the mind of the party. We give direction in the near future because we are meeting just to call people to order. For the national government,
we are supporting the national government through the people we gave Mheshimiwa William Ruto. And I want to repeat, we are not in government. We have only sent people we call expertise to government to help to establish or to make sure the government of Mheshimiwa William Ruto delivers. Wakati huo huo, eneo la aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anasema kwamba Wamnyoro Residence, makazi yake rasmi pale Nyeri, yanaendelea kupokea wageni kutoka maeneo tofauti ya nje. Hatujui ni kipi kinasukwa, lakini kumbuka kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alisema kwamba mwisho wa mwezi wa Januari atakuwa anatangaza vile ambavyo anafanya mambo ya kwamba kuna chama ambacho kinasukwa, lakini tunangoja. Leo ikiwa siku ya mwisho wa Januari, je, kuna nini? Taarifa za spoti na biashara, Jeff na vile vile Ruth Nyanchama wanakuletea. Mimi ni Videlis Moshoge. Mpendwa, baada ya kupokea taarifa kutoka kwa ndugu Videlis Moshoge kuhusiana na yale ambayo yametokea hapa nchini Kenya, basi fululiza nami moja kwa moja ni kufahamishe yaliyomo kutoka rubaa za kimataifa. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Karibu. Tutaanzia pale Kampala, Uganda, ambako muuguzi mmoja wa miaka 32 amethibitishwa kuiaga dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola. Akithibitisha tukio hilo, Katibu mkuu katika Wizara ya Afya nchini Kampala, Madam Diana Atwine, ametaja kwamba wale ambao walikumbana ama walikuwa karibu na muuguzi huyo, watu 44, wote wametambuliwa na wametengwa katika hospitali moja, huku wakifanyiwa matibabu ama wakiendelea kupata matibabu. Wizara imetuma timu kwa haraka katika maeneo yote ambayo marehemu amekuwa. Jumla ya watu 44 waliowasiliana na marehemu wametambuliwa, na kati yao 30 ni wahudumu wa afya na 11 ni watu wa familia yake. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Bwana Jean Barrot yupo chichini Kigali, Rwanda, ambako ameizuru nchi hiyo huku akitarajiwa kufanya mkutano na rais wa Rwanda Paul Kagame. Hii ni baada ya Jean Barrot kuitembelea nchi ile ya DRC Congo hiyo jana na kufanya kikao na Rais Felix Tshisekedi, ambako walijadili yale ambayo yanaendelea nchini humo, haswa vita vile vya wenyewe kwa wenyewe katika mji ule wa Goma. Akiwa jijini Kinshasa, mwanadiplomasia huyo wa juu wa Ufaransa alizungumza na Rais Felix Tshisekedi, ambaye alimwelezea hali ya usalama mashariki mwa DRC baada ya wiki hii waasi wa M23 kuingia jijini Goma na kusababisha makabiliano makali na wanajeshi wa serikali. Kikao cha wawili hao kilidumu kwa zaidi ya saa moja, ambapo walizungumzia pia uvamizi uliofanywa na waandamanaji katika ubalozi wa Ufaransa jijini Kinshasa. Na kwingineko ni kwamba nchi ya Urusi imethibitisha kwamba raia wake walikuwa miongoni mwa abiria waliokuwa katika ndege ambayo ilipata ajali pale Washington DC. Ndege hiyo iligongana na helikopta ya kijeshi na kuanguka mtoni Washington DC. Na katika spoti ni kwamba kipute cha KPL kitaendelea kugaragazwa wikendi hii. Pale timu ya Taranta FC watapatana na Mathare United kuanzia mida ya saa 8 mchana hiyo kesho. Kariobangi Sharks wakikutana na Shabana FC siku ile ya Jumapili kuanzia mida ya saa 8 hadi mida ile ya saa 10. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Endelea kufuatilia idhaa hii ya Box Global Radio, uendelee kupashwa mengi ambayo yanaendelea. Dadangu Ruth Nyanchama atakuwa na kupasha yale ambayo yanaendelea kutoka fani ile ya biashara na pia hali ya anga.